Niambie sasa, mbona umekuja tena? Nimekuja tena kukupa ubuyu lakini hapo hiyo sio ubuyu baba. Juzi nilikwambia nini? Si ndio oga, ni nini? Kuna vitu wenyewe viko sawa. Sio nikwambia pale. Nakumbuka basi. Sasa baba. Kuna kitu nimekumbuka. Lakini sipenda kusema maneno mengi. Nilikwambia kitu sio nakwambiaje. Kuwa makini. Kama mshahara kako ulikuwa unapokea kaweke. Kama miradi utafanya buweke. Juu ninaoga na wasiwasi. Ile mshahara tukubaliaga hawatatupa tena. Kwa nini? Kwa nini unaona mndai mvurugu ziko huko? Sizani kwa kweli. Ndio utakuja kutunyang'anya mshahara tumeshaenda na nyumbani. Tuongeze ndio tutakuja kupunguza kabisa. Kwa ile 50 yako utaenda ku 20, kwa ile 60 yangu nitakuja ku 30. Kwa nini unaweza kuliko tuongeze ndio tutashushwa bado. Kuna nini? Hapo ndio unajua hapa. Kuna nini? Kama kuna miradi 120 tumepanga juu bora usekatili tumepangia. Basi sijasikia vizuri. Niambie kwa urefu na unifunulie kabisa. Unaambie ni juu ya nini? Na maana haukunaelewa? Sielewi. Hauwezi kuelewa. Faraja yenyewe hakuna tanyo, unaelewa? Ana furaha za ajabu. Furaha. Dai tungejua sasa kiko ndani. Niambie sina kuongea. Haongesema yuko na furaha sasa. Dani, utatuma na kuchukia na nilikuwa na. Kitendo unipenda mie ukweli. Na ukitaka kuna nini? Sababu gani? Nishakwambia kivia si pesa yako acha kuchezea ukitegemea kwamba kesho utakuongeza. Hapo nimesikia. Kwa nini? Unaniambia mafungu ni juu ya nini? Niambie familia, niambie ni hivi. Hata mimi wakati nakuja kuongelea na kwaga na mwaga tena nakwambia kweli. Kuna vitu vya kumwagia na wengine wa kuhifadhi baba. Samahani usinitibue, sikizeni kwa mimi. Ndio kupata. Hebu kwanza ni polisi. Kilichosababisha Adamu kutolewa mbinguni kitu gani? Nani kasababisha atolewe mbinguni mpaka Adamu kutolewa mbinguni? Si wanawake nyinyi hawa. Haya, ushasema ni nani? Wanawake nyinyi hawa. Hapo sasa. Kisha msababisha Kahini amwe Abeli ni nani? Wanawake hawa. Nyinyi hawa. Umeshaelewa sasa? Haya sasa kauka unaenda ajiramisha pia. Sinzema mimi. Babu wewe kama una kifaranga tuweke. Sikilizani. Huko usikizane watu. Mimi sio mwingi wa maneno kusema rusaku. Ndio nishakwambia. Kwa heri tena usinitibue mimi. Maana yake boss na huyo kijana wake itakuwa anachangia ule mwanamke malaika. Mama wewe. Amiri mwenyewe alikuwa anasikitika kusema kama kuna mzee alikuwa anamtolea mchumba wake pesa. Hao ndio huyo. Itakuwa ni hatari. Hapa kufukuzwa hata kazi nadhani itakuwa tumefuka. Sijui ngoja sitakuwa tuone kisi. Mungu atayafanya hayo. Sasa kijana huyu mwanamke ndio anachonganisha mzee na mtoto wake. Sijui tayaonea baba. Nakuzimia. Ujambo. Nashukuru Mungu. Nadhani bila shaka ndo amba binti kesho. Yeah. Okay. Mimi niko hapa nakutafuta lakini sijakukuta kama ndio unaniona kama nakuja kwa shangazi yako. Nikaona ni bora zaidi niweze kufuata. Samahani, nimemtafuta sijafahamu kuna tatizo wao. Na hamna tatizo. Lakini kwa jina naitwa nini?
Nimekuta tu mambo tofauti, mambo tu madogo. Kama vile nataka kuomba. Naam, nataka vile kuomba. Mimi nimepata habari kwa wewe ndio mchumba wa Marijani. Lakini imenifanya mimi niweze kutafuta kwa sababu mimi ndio mchumba wa yule mzee. What? Yes. Yaani ule mzee tumefuatana kitambo sana. Amenisaidia mambo mengi. Yaani ule ndio kama vile amekuwa kila kitu kwangu. So lakini nimeshangaa tu ghafla mzee wangu kabadilika. Na kubadilika kwake kwa sababu yeye amepata mwingine. So nimekuwa naomba dadangu uweze kumsaidia niachie mchumba wangu. Kwa sababu na kama vile kama siko naye sioni nitaishi vipi kwenye dunia hii. So nakuomba hizo habari kama ni zenyewe, nakuomba niachie. Sina amani. Dadangu, kwanza pole sana kwa kuhangaika kwa kunitafuta hadi naona umefika kwa shangazi yangu kwa tunanitafuta mimi, so ndio kwa kweli una shida, lakini asante kwa kuja kwa usarabu. Nashangaa sana kweli kuona mzee Marijani naacha mchumba mzuri kama wewe, mwanamke mzuri unajielewa. Sijui kweli ule mzee anataka nini. Ungelijua mimi ule mzee gisi simtaki. What? Subhanallah. Yule mzee ameshanifuatilia sana maisha yangu. Nijua alikuwa ni rafiki ya babangu. Akapangilia kunichumbia sijui. Sawa, akanisaidia kunisomesha. Mimi sikujua kwa sababu malengo yake ni kutaka kunioa. Ameng'ang'ania, amenunua nyumba ya wazazi wangu, amenunulia gari, amewapa kila kitu. Nimemkataa, nikamwambia mzee mimi nakuheshimu kama baba yangu. Serious? Na miaka 22. Amening'ang'ania sana, shangaa anaweza kukuacha wewe, anakuja kunifuata mimi na anajua simtaki. Samani. Hivi unachokiongea ni kweli aiza? Dadangu, yani mimi sina shida au sifaidiki chochote kwa kumdanganya. Yaani ingewezekana hata ule mzee umchukue uende naye. Uende naye mbali sasa hivi ili nikuaminishe, basi nikuhakikishie uende naye mbali. Yaani mimi hata sitawatafuta, tawaambia tu dua. Muende naye mbali. Ule mzee achane na mimi na familia yangu, jamani ananisumbua na lazimisha kuolewa naye. Hivi mbona kama sijakuelewa kivile? Yaani kwa ufupi, mzee Marijani mimi na yeye tufatani wala chochote. Ni ameng'ang'ania nataka kuolewa, sijui na macho ya ng'ombe na mwili wa kizungu, sijui nini, anataka watoto wadogo. Yaani simtaki, simpendi ule mzee, nimemheshimu kama baba yangu. Kwa kweli mimi sina shida naye, tena nasikitika sana kuona ameacha mchumba kama wewe kwa anafuatana na mtoto mdogo. Yaani mimi hujui sina shida kwa kubaki na mpenzi wako, mchumba wako. Yaani ingewezekana sijui basi fanya gisi yako yote pumbazi akili basi aachane na mimi. Mimi sina tatizo kabisa. Kama unaongea ni kweli. Nashukuru sana. Nashukuru sana na sikutegemea kwa sababu nilivyoyasikia nimepata na mshtuko sana. Na kama msimamo wako ni huyo, wala hautobadilika, endelea hivyo hivyo. Because nasikitika sana na pole sana kwa yaliyotokea. Lakini mimi ndio yaani unajua labda hata kama kuna chochote unahitaji mimi kusaidia ili ule mzee achane na mimi abaki kwa. Nitashukuru sana. Utaniambia tu kabisa. Yaani mfukuze kabisa kwa sababu nimejitahidi. Hapa wewe ndio ufanye kitu utaweza, ukumbushe mlopita hebu, muoneshe mapenzi yenu ya zamani. Nakwambia hivi, hakuna kitu ambacho sifanyi kwa ndugu. Na mimi hakuna cha sifanyi ili achane na mimi. Hapa sasa tunafanyaje? Hakuna cha sijafanya, nimeshalia, nimeshaongea na wazazi. Yaani hapa sijui nifanye nini. Basi nikwambie. Acha tutasaidiana fikira. Tutajua cha kufanya. Sababu tukiwa tumeungana sisi wote. Akija huko kwa kukutana mambo yamevurugika. Akija huko ndo ninazidisha. Naamini kwa uwezo wake Mungu ataweza kuwasaidia. Hapo sawa. Enda jitahidi kadiri na uwezo wangu, aone tu kama kwangu ile furaha hawezi kaipata. Nashukuru sana. Allah akujaza kheri kabisa kama ni hivyo. Ya na wewe pole sana kwa hizi hali mzee. Asante. Nashukuru. Kwa hiyo hapa tena anaacha mwanamke mzuri hivi.
Yaani weacha tu. Asante. Nakuzimia. Amir. Niache kwa mjambo nyumbani. Jambo kiasi dada. Mko sawa? Sote kabisa tujambo kama na sisi tuko salama, tunamshukuru Mungu. Hakikisha nifanya mimi nikuite hapa nyumbani kwangu ni kitu kimoja tu. Sawa? Hebu niambie, wewe unampenda kweli mtoto wetu ambaye ni Amra, msengezana wangu? Una mapenzi ya dhati kutoka moyoni mwako kabisa, na uhakika? Asante kwa swali kama hilo. Na katika vitu sipendagi kudanganyana wala kuficha. Na mimi sipenda kunidanganya. Naam. Sema ukweli, nina Amra sio jana wala juzi, na muda mrefu. Na kabisa kila kukicha mipango yetu tunazidi kwenda salama. Hakuna shaka kumkorofisha wala kumwangusha mwenzake. Kabisa. Yote tisa mimi mpaka nifike kuchukua uamuzi wa kutoa figo langu na kumpa yeye. Yote inakuwa ni kudhihirisha ahadi zangu kwake na mapenzi yangu kwake. Ndiyo. Amra ndio mwanamke ninayempenda. Amra ndio mwanamke ninayemhitaji. Amra kiufupi ndio kama kila kitu katika maisha yangu. Sawa, nakuelewa. Kama ulivyozungumzia, wakati unatoa tu figo kwa Amra, moja kwa moja mwenyewe nimeona kwamba unampenda kabisa, mapenzi ya kweli kutoka moyoni. Sasa basi, chenye kiko hapa, ufanya maarifa yako yote, ufanya harakati zako zote, uharakishe mfunge ndoa na Amra. Maana ukichelewa, baba yako, unajua kama nani anamtaka Amra? Na uhakika na hilo? Ukichelewa, baba yako akifunga ndoa na Amra, itakuwa ngumu kumpata. Amir? Ndiyo. Yaani fanya yako yote, uhakikishe ndoa ya baba yako na Amra haiko. Sawa? Juu baba yako kabisa yuko mharakati za kufunga ndoa na Amra. Sasa fanya yako yote, ndoa ya Amra na baba yako isiwi. Sasa Aunti Safia, basi ambapo pangali uzito kidogo, ni kuwasaidie yenu nyumbani nyinyi wote. Kama mnamsupport mzee na kuwapa support ya mzee. Mwenyewe unajua fika kabisa Amra hayuko tayari na wala hataki. Hilo lisiku kitabu. Mimi shangazi yake na Amra nipo ajili yako wewe na ajili ya Amra. Mimi nitalishughulikia, nitalifanyia kazi, nitahakikisha ndoa ya Amra na mzee Majani haiwe. Sawa. Pakiwe support yenu. Lazima mpango wetu utaenda vizuri. Jamani, yani mimi nitashughulikia kila kitu. Babako hafungi ndoa na Amra kwenye mimi niko. Sawa, na mimi nashukuru sana mtoto wangu. Sawa. Nakuzimia.